ngapi unaweza nipatie? Amen. Amen. Vile mmefundishwa storms zimekuja. Storms zimekuja. Hata amewacha zingine nje. Alisema tu 5, si ndio? But some aliwacha nje. Na sisi tumezipitia zote. Amen. Amen. Sisi tumezipitia zote. Dada yangu alisema ya kwamba yamepitia zaidi. Lakini ukiweza kufika rekodi yangu, my sister, pray. Mungu kweli atakuwa amekusaidia. Amen. Amen. Kuliambeko siku mtu aligonjeka na akaingia hospitali. Alipokuwa hospitali, hakuna mtu anapita, hakuna mguu umekatika. Hakuna mwingine anapita sijua kwa aje, hakuna mwingine akasema kumbe mimi si mgonjwa. Na kaamuka kaenda. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We thank God for what God has done for us. Mungu ametutendea mambo. We thank God for what God has done in this church. I told you last time that praise team peke yake ilikuwa inashinda membership yetu. Hii praise team unaona hapa, we had 5 to 6 members for 6 years. Hii praise team ilikuwa inashinda members wetu wa kanisa. Na tumevumilia na hizo maswali ya we really call 6 years. Unaamka ukiingia kanisani Sunday, hata unasema si Mungu afanye miracle, bado ni wale hata mmoja amekosa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndo nasema hiyo experience imefanya papa hachoki kufanya follow up, sababu ameona watu wanaozidi hiyo kanisa yetu. Ninashukuru Nzula alitoka kwa kanisa kubwa akaingia hii kanisa ndogo, mpaka yeye lazima uhubiri. Kwa kanisa alikuwa hata uwezi pewa chance ya kuhubiri, akakuja kwa kanisa hata unaweza itwa every Sunday kuhubiri because watu ni wachache. Look at where we are. Leo nimeingia kanisani kwa mlango, nikasikia sauti kwa ndani ya kanisa, nikajiuliza, can it sit like that? I had to enter and look we are back there. Imagine hata mimi nashindwa washirika wangu. That is the level we are reaching. Amen. 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 Siku ingine hapa wakaita mtu afanye worship. Na mimi nikashtuka nikasema is this a visitor? Sasa sijasikia worship kama hiyo hapa. Lakini one of the church members, we give God all the glory. Amen. 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 The other day tukikuja kesha, my wife aliniambia, imagine these days I relax. Hakuna mambo ya kutafuta chai, mkate, tuingie Naivas ndio tukuje. Yaani kila kitu inashughulikiwa. Amen. 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 Anashughulikiwa kila kitu, amerelax. Tuingie sasa ni enda tu aone saa ngapi ataingia kesho. Mipango ziko na wengine. Anasema it is even surprising. They fight over the food for the guest. Mimi ndo nitatoa mandazi, mimi ndo nini. So bado nangojea nisikie mimi ndo nitaleta sausages. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tupande, yani mnamaliza hizi vitu zingine sasa inabaki za juu pekee yake. Amen. 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 But I give God all the glory. Amen. I give God all the glory. Gladys anatuambia storms na yeye mwenyewe alideny. That was mean. Tulipokuwa huko Kabaras 2020 22 or 21 Mohonje 2022 nilimwambia anzisha kabisa. Sasa anaongea vitu anasahau zile ameambiwa. Bwana asifiwe. Amen. I hope he's a pastor.
I hope he is a pastor. Oh, no. Is he a pastor? No. Yes or no? Mimi namngojea yeye, sio huyu hapa. No, the husband. The husband. The husband. He's a pastor. No. I told you. Nimesema ukiingia ndoa unaweza sahau vitu zingine zile za Mungu. Enda ulize your uncle Benson. Nilimwongelesha tu hivi na kaenda mbali sana. I talk like I'm joking, but kama unishiki utapoteza hiyo kitu. Amen? Amen. So I'm happy God has brought it. Amen? Amen. That is God. It wasn't me. So thank you very much. Kanisani nashukuru sana. Nzula, may God never forget you. Amen. Mgeni anaweza simama na nini? Sasa mko na shida na kabaki miaka hii yote. Hai, Mungu amuinue. Amen. Mungu ambariki. Amen. And may you follow the example of Nzula. Sasa mkiwa na shida kidogo mnapotea. Nzula may maintain. All this time ame maintain. Na Mungu pia akamshughulikia kwa ndoa yake. Yeye ndo amepitia pia storms kwa ndoa. Na Mungu akasimama naye. Amen. Amen. May God bless you all. May God lift you up. May God do a miracle in your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. Barikiwe. Amen. Wacha kuninyima hiyo haki. Bwana asifiwe. Amen. Are you being shy of these children? Oh, yes. Yes. Amen. Amen. Mtumishi, nilikuwa sijamaliza. Oh, natafuta watu. They have disappeared, they have vanished. Wako tu hapo karibu. Amen. Amen. Sasa mtumishi, I also had a question. Because every time Morgan is missing, I'm told him where umeenda naye. Pia mimi kwa accuse. Yaani hii glory yote tunaenjoy hapa, unatukosanisha aje tunamiss? Anaitamani. Ni ndugu yake. Anaitamani. You don't want to share with other ministers of God. If your brother is blessed and is blessing others, shukuru Mungu, Mungu atakuletea wako. Amen. Pasio kwa relative. Na relative sio rahisi. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Anatubless sana na tunashukuru Mungu. And if I had the power, I would have also added you. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nasikia mtumishi. If I had the power, I would have also added you. In the priest. Ameipa kitu kingine unique. Papa na David. Ipeni kilia unique kama hiyo. Yaani upotezi watu wakilia sana, unaingiza kwa Kiswahili ndani. Amen. Watu waelewe isilingo tunaimba na tunafurahia ni nini. Amen. Amen. Ama aje sikola leo. Leo umeelewa? Leo tumeenjoy. Umeelewa tu kuboa tunakiluia tu na shika tu hawa nini. Amen. Amen. Asante sana. Na Mungu aweze kutushughulikia. Amen. Today I have a burden. I have a burden. Na nimeambia afio viongozi kuna burden na hii kanisa. Sababu licha ya mahubiri yangu mimi bado upata washirika bado wanakuwa. Sasa ninajiuliza ni lugha ndio natumia mbaya ama ni nini? Sababu nikipokea feedback ya kanisa zile vitu nimedeal nazo ndio bado watu wanashindwa.
hizo tu vitu nimedili nazo, ndio bado watu wanashinda, ndio bado wanalemewa. Na nimeshukuru Mungu amenipatia msaidizi kidogo, mchungaji Gladys amekuja kuongezea ile Mungu apatia. Amen. 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 Life is not just the way you think. Amen. Amen. Ndio tunaongea hapa vizuri, lakini tukirudi nyumbani tunakuwa na mawazo mengine tofauti. Tunakuwa na shaka, kweli tumeokoka? Kweli we did the right thing? Kweli haya mabaya yote nimefanya Mungu atanisamea? Kweli haya mabaya yote Mungu amefanya, Mungu atanibariki? Amen. Nikiongea hapa siongei kama mtumishi wa Mungu. Ninaongea hapa kama binadamu wenzenu. Hizi vitu mimi napitia. Hizi vitu mimi naona. Hizi vitu pia mimi nawazaka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We have prayed over several incidences, lakini bado vitu zinalemea watu. We go back home and we wonder, Mungu umetuacha ama Mungu kuna nini? Mbona tumeombea huyu mtu na moyo yote na bado ndoa yao imeisha? Tumejaribu kuwapatia ushauri, lakini bado milango ya kazi haifunguki. Sisi kama watumishi wa Mungu na pia binadamu, utumishi inaishia hapa kanisani, tunarudi nyumbani na kuwa binadamu. Tunaanza kufikiria, were we just saying things kufurahisha kanisa, ama kweli Mungu yuko ndani yetu na anataka kufanya kitu kwa maisha yetu? Amen. Amen. There is a year I lost two very good friends of mine. Hata vile mtumishi anasema, wamama wawili walikuwa wananipenda sana. Amen. And out of the blues, the first one died. I sat down and ilikuwa Vini ama Boaz. Vini ya Vini. And to make matters worse, wakaleta pamoja Rico next to my house. Wakanipigia simu straight away, wanakuja pamoja next. Mimi nilikaa chini nikajiuliza, do I go there and raise her up? Somebody very dear to me. Do I raise her up? Na kwambia nilienda nikaangalia hiyo mwili kwa sababu ilikuwa bado haijaingizwa ndani. Imewekwa tu pale meza hapo nje. Nikaangalia. Nikasema, do I dare? See, rise up. Mimi nikasema, Mungu hajaniambia nifanye hivyo. Naweza fanya na ikakataa kuwa ikawa mambo mengine. Ama naweza fanya ikareza ikaleta tena mambo mengine. How did he? We have been saying he's a witch. Mumeona? Because that time watu walikuwa wananiita witch. Mumeona? How can you raise a dead person? He must be a real witch. Kama Yesu aliitwa witch, huwa basi. Amen? Amen. Bado sijapoa. Then the second one dies against the wife. Amen? Amen. Hiyo ilinigonga vibaya. Mpaka nikaamua kutoka hapa. So, this is too much.
Hawa ndio watu walikuwa wananihitaji, tukienda kanisani, watakubless, watakununulia vitu, hakuna siku wa kusahau. Sasa wawili wameenda. In fact, kwa matanga yake niliambia watu I'm no longer in Nairobi. Watu wakashangaa, hizo nini baya? Amen. So as much as you see us ministering here, we have a human part of us. Amen. So usione tu tunakuja hapa unafikiria upako tunatembea nini. Hapana, sisi ni binadamu. Ndio ningependa kuambia dada wangu. Nimesema ni Bentley na achieni. Hiyo kipawa ya Mungu haikufanyi wewe ni Mungu. Unabaki tu binadamu. Utapitia tu struggle za binadamu. Usiangalie hiyo kipawa umepewa na Mungu. Haitafanya ndoa yako itembee. Haitafanya pesa zikuje kwako haraka. So usimistake kipawa kuwa sasa wewe umefika kwako. Kipawa inatumika kwa sababu ya Mungu. Ni kukamilisha tu kazi yake. Ile Mungu anataka kufanya kazi. Niko na dada yangu pia kuna hiyo kipawa. Anaweza kaa tu hapa na aanze tumbo yaanze kumuuma. Na aanze kusema kuna mtu hapa kanisani tumbo yake inamsumbua. Na kama utakuwa courageous enough kuinua mkono, atakuombea na utapona. Lakini zile changamoto anapitia kwa maisha. My friend. Hizo kipawa hazifanyi changamoto zikuwe rahisi. Bwana sifiwe. Elisha, nini iliua Elisha? Nabii Elisha. Nini iliua nabii Elisha? Nobody knows. Hata Gladys. What killed the prophet Elisha? Elisha alikufa na ugonjwa. Baada ya kufanya hizo miracles zote, anabadilisha maji machafu yanakuwa clean, kunakuwa na baraka. Anaamsha watu wamekufa. Alipata double ya Elijah, lakini ugonjwa ndio ulimuua. All that anointing will not stop sickness kumuua. So no matter how anointed you are, utapitia changamoto za hii dunia kama binadamu. So usikalinganishe vile kipawa inakusaidia na maisha yako. They are two different things. Wewe concentrate kwa maisha yako kivyake. Kipawa wajia Mungu ikusaidie katika kipawa. Maisha yako kaa usikie wachungaji vile wanakufundisha. Kaa usikie walimu vile wanakufundisha. Wewe tu ni binadamu. Hiyo kipawa haijakusongesha ukaenda mahali popote. Na hivyo ndio vile mimi nimeweza kuendelea kimaisha. Mimi nilipewa kipawa ya kufundisha kama nimeokoka tu hivi. When I got saved, nilipokea kipawa ya kufundisha. Na mimi sikujua. Kwa sababu mimi sijawahi okoka, mimi nikachukulia kwamba watu wameokoka ufanye hizi vitu. I took it as normal. Ninakaa na wachungaji wangu, ninamwangalia hivi na waelezea kitu kwa Biblia. Alafu mtu anashtuka ananiangalia shiko, nini mbaya? Kwani hauoni mimi yani mimi nilichukulia vile mimi naangalia hivi Biblia ndio vile kila mtu anaona. It took me a member wa fellowship walikuja kaniambia tuna kipawa. Maana sikuamini. Kwa sababu those days nilitoka Catholic, you have to go to how many is it 15 years
ndio ukweli wa kanisa. Mimi nimetoka tu kuokoka. Kwani mnasema I am a preacher? Amen. So I learned humbleness. I learned it there. Nilikuwa nafanya naweza ubiri ya ajabu, kufundisha ya ajabu, lakini after kufundisha bado challenges zinakuja kwa maisha. Amen. One day is when I saw, nikasema kweli Mungu maajabu. I was invited to go and fellowship. Because tuna encourage our pastor's wife. Na alikuwa kwa YMCA. So she was a patron. And what was she? So akawa na mkutano ya youth. So akaita kanisa tuende tumboost, yani tumpatie courage. Tukaenda huko. So when the minister who's ahead is preaching, God told me, you are the next. Mimi sikuwa invited kuhubiri. Mungu akaniambia you are the next. The next minister atakuja. So wewe ndio next. Na Mungu akanipatia mahali ya kufundishia. Akaniambia utafundisha hii. So when Mrs. Pastor when hiyo mwingine amemaliza kuhubiri, Mrs. Pastor akakuja kanikaribia. Akasema acha msichana moja. Niteka. I said, what is this? Na nikafundisha powerfully. Kitu sikupanga. Praise God. Amen. Lakini I learned usiwahi kujiinua kwa sababu ya Mungu. I just belong. Why? Sababu ile maisha niliishi ndani, nilikuwa nishafundishwa na Mungu to humble myself. When I was still a young man, God had blessed me with a rich family. And my father used to bring cars. This time when I was in Polytechnic, I had a new BMW. And one day, tunatembea na colleagues, students wenzangu. Mmoja akaleta girlfriend wake. Akaambia girlfriend wake, unaona huyu party? Huwezi amini huyu party ako na BMW mpya. Lakini ana behave is like he has nothing. He's so humble. And to tell you the truth, most of my friends at that time walijifunza kuendesha gari kwa magari. Hao ndio walikuwa wanaendesha hizo magari. There's a day I woke up in the morning na kuangalia hivi kwa dirisha, ninashindwa gari imepaka hapo nje. Gari yangu imepaka nje. And I know the day before I was extremely drunk, excessively drunk. Nikashindwa hiyo gari imefikaje hapa. Because most of the time, so I just assumed one of my friends amekuja amenileta nyumbani, akapaka gari na akachukua matatu akaenda kwake. Sasa I'm just thinking like that, na yeye akafika. Nikamuuliza, na hii gari imefikaje hapa nje? Kaniambia si wewe ndio uliendesha. Are you serious? Mimi ndio uliendesha. Because I was used to them kuwapatia. Hata yeye alikuwa anaendesha hiyo gari. Anazunguka naye. Amen? What I'm trying to say is that hizi vitu tunaona, ukiona mimi nikitembea katika anointing, does not change me from being a human being. I get tired, I get frustrated, I get annoyed, I get discouraged, I give up. Amen? Amen. I give up. Lakini most of the time when I give up, I ask myself a question. If I give up, washirika wataenda wapi? If I give up, washirika wataenda na najiforce na nakuja. Naweza kuja hapa, I'm really depressed, seriously depressed, lakini katika uwepo wa Mungu hizo vitu nasahau. Like kwa kesha,
When we were coming at Kesha, my wife told me, I am so tired. I don't feel like going to your Kesha. But we just came. Nani alifundisha kwa hiyo Kesha? Who took the prayer points kwa Kesha? Reverend. Alipomaliza nilimuuliza, "Ulisema umechoka?" Sio ni wewe umesema umechoka. Umeanza kufanyaje ndio ukafundisha? Nasema God gave me the strength. Amen. Amen. So as much as she did powerfully on that day, she was human side. She was high. Amen. Amen. So I want to deal with those two parts. We have two parts. Zinayetusumbua sana. Kabla hujaokoka unakwanga tuna part moja. You only know the physical. Kabla uokoke, you only know the physical. Lakini wakati unapookoka zinakuwa sehemu ngapi? Mbili. Umeokoka na pia uko kiroho. Amen. Amen. You can experience both sides. You can experience the spiritual side, you know, experience the physical side. In the Bible, they differentiate the physical side. They call it the flesh. Anytime you read in the Bible the flesh, they are talking about your physical part. Amen? Amen. One has it. Amen. And the spirit is the part that connects with the spiritual realm, not the kingdom of God. Ushike hapo. When I say spiritual, I don't mean the kingdom of God. The spiritual can connect to two realms, the kingdom of God and the kingdom of darkness. Amen? Amen. So unapofanya vitu kiroho, unaweza kufanya vitu kiroho lakini uko kwa ufalme wa giza. So licha ya kwamba tumeokoka na tunatakikana kuwa kiroho, hiyo kiroho mpaka tuchunge, tusijiingize kwa kiroho ya giza. Na hiyo ndo nimeona Wakristo wengi wako na shida. Hawatofautishi kuna kiroho ya giza na kiroho ya mbinguni ama ya nuru. Na hizi ufalme zinaweza access kila kitu. They can access miracles, they can access healing, they can access dreams, they can access everything. Sababu zote ni kiroho. Katika ufalme wa kiroho, ability ya kuaccess hizi vitu zote iko. Usikafikirie ndoto tu zitatoka kwa Mungu pekee yake. Hapana, ndoto pia zinatoka kwa shetani. Miujiza inatokana pia kwa shetani. Unabii pia unatoka kwa shetani. Hapa ndo kazi sasa. Hapo sasa Biblia inasema you must discern. Utafautishe, uwe una uwezo wa kutofautisha hii kitu ni ya nuru na hii kitu ni ya giza. Inaitwa discernment. Unatakana tu uwe na kipawa hapo. Kipawa ya kutofautisha hii kitu ni ya mwangaza na hii kitu ni ya giza. Amen? Amen. So hatuishi tu, nimeona na imefanyika, ni nani aliyofanya? Ukienda kwa Biblia, kuna wakati mfalme Saulo alienda kwa mganga fulani na akaamsha nani? Samuel. Aliamsha nani? Samuel. Mfalme Saulo alienda kwa mganga fulani na akaamsha mtu fulani. Aliamsha nani? Samuel. Nabii Samueli. Saulo alienda kwa mganga na akaambia mganga, mara ya kwanza mganga hakumjua, lakini alipomwambia nilikuwa nataka kuongea na Samueli, mganga akashtuka akasema, "Wewe ni nani? Saulo, na ulisema waganga watakikani kufanya kazi hapa. Amwambia tafadhali niishie." Na Samueli kweli akakuja na akaangalia Saulo, mimi nimefanya kuzungusha. Why have you done that?
nabii Samueli aliamshwa mfalme wa giza. Tusifikirie tu, let's be careful. Biblia ishakuonyesha hizi vitu zinaweza fanyika. Nikasema tena, Yesu alipozaliwa, nani aliweza kutambua ya kwamba Yesu amezaliwa? Nimefundisha hapa, kama bado hujashika, tunamwambia kuna shida hapa. Kuna memory disappearance inafanya kazi hapa. Hiyo story nimefundisha na nimefundisha na nimefundisha. Boni, nani alijua Yesu amezaliwa? Ni kwa sasa ukitafsiri kwa kiroho, walikuwa wanatoka wapi kwanza? Wise men from east. Kiroho ni nini? Ni giza. East ni giza. Wise men from the east. East ni giza. Ufalme wa giza kwa Biblia inaitwa east. Amen. Na hao ndio walikuja kutangaza, tukaambia huyo mfalme alikuwa anaitwa nani huyo mfalme? Herode. Ya kwamba kuna mtu amezaliwa, mfalme amezaliwa. Lakini Waisraeli wale watakana kujua kweli walikuwa wanasema nini? Ati ule mtu atazaliwa atakuwa mwanajeshi. Atakuja kutupigania kutupatie uhuru. Lakini hawa watu wa giza walimtambua kama mfalme atakayeleta utawala mpya wa kiroho. Amen. Na kwa sababu ya hiyo wakampepea zawadi nzuri sana. Mazawadi na mazawadi. Wangapi wanajua leo tuna dedication? Naona. Ilikuwa imetangazwa vizuri. Pia leo tungebeba mazawadi na mazawadi. Pengine pia huyo ni mfalme. Huwezi jua. Amen. Bwana asifiwe. So kuna roho mbili mnaweza connect. Za kiroho, roho ziko mbili. Za giza na za mwangaza. Amen. Lakini sitaki kukaa hapo. Mimi ninataka tuelewe ya kwamba maisha yetu ni mageni. Si maisha ile ya kitambo. Tuko na maisha ya kimwili, tuko na maisha ya kiroho. Na tunaambiwa waliokoka lazima wafanye nini? Tukienda kwa Genesis, walipokula tunda, nini ilikuwa inatakana ifanyike? Nini? When they eat the fruit, what was supposed to happen? Then, ole, hizi unashika nywele. Utaki kuuliza swali? Bwana asifiwe. My brother, you sing so well. When they eat the fruit, what was supposed to happen in the Garden of Eden? Si ni Biblia, mnanunua Biblia seme. Wile kuna Biblia moja. David, wakikula tunda nini bali itakani? They will die. Waliambiwa kula hii tunda nini itafanyika? Utakufa. Walikufa. Ole, kumbe Mungu ni mwongo. Mjinga. Kumbe Mungu ni mwongo. Sasa sema watakufa. Na tuone kama wanakufa. Wapi nipe mstari nasema wamekufa. Baada ya kula tunda nionyeshe. Mstari nasema baada ya kula tunda wakakufa. Hiyo masaa. Levi. Hawakufunga hiyo saa, lakini pia hiyo masaa. Pia hawa wilo kuna Biblia moja. Inasema hapo hiyo masaa. Scholar. Why didn't they die? Or what happened? Did they really die? What happened? Before eating the food, they were forever in their life. After eating the fruit,
Their life now had a limit, like not going to stop. Okay. That is the farthest you can explain, or you can explain a little bit further kidogo. Pia wewe upatia anointing kama ya Gladys. Amen. Okay. There were two worlds. They were living in two. Okay. So when they were told you are going to die, what then happened? Okay. I'm trying to teach you mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Zina utafauti. Lakini they are not explained in the Bible. They are explained to us who are going to be teachers. Sisi tumepewa kipawa ya kufundisha, Mungu anatuexplain. Okay? So Adam na Eve wakakufa kiroho. Walikufa ile wakakufa kiroho. Wengine siku hizi wanasemanga to be disconnected from God. Okay? Walikuwa disconnected from God. Na ndio sababu Mungu alipokuja wakafanya nini? Wakajificha. Na Mungu akawauliza kwani mko wapi? They were disconnected from God. So there are two types of death. Ukiishi kiroho, kuna physical death and then we have spiritual death. Bwana asifiwe. Mkristo ni ule amefika maximum ya physical death. Wacha hii mwili yako kufa. Spiritually there is a death that happens to the flesh of the body. Na ukitaka kuishi kikristo, you must maximize on that death. Okay? When you maximize on that death, yani hauna hisia zako za kimwili, they are not controlling you. Ziko lakini hazina nguvu kwako. Okay? Tunaelewana? When we get baptized, what happens? Levi. Yes. Kibatizwa nini inafanyika? We get sense. Mwingine? Eric. Kwa na batizwa hapa. Wangapi hawakukua? How many were missing? Wewe mshindi, wewe unatakana kujua. Unatakana wewe ujue. Yes, my brother, even if you are not there. When you get baptized in Christianity, what does it mean? Ndio moja. Boni, umekuwa na mwendo wa kanisa. Tulisema ubatizo ni nini? Thank you very much. Huyo ndo alikuwa student, pige makofi. Ubatizo inamaanisha umekufa kimwili. Hata tuingia kwa maji na unatoka, ukienda kuogelea. Ila unaenda tu kuogelea, unaenda ndani ya maji na unatoka. Hapana. Unapoingia ndani ya hiyo maji, unasema hii mwili inaingiza ndani ya maji inakufa. It is dying. Unapofufuka unafufuka nini? Kiroho. Unaamsha your spiritual senses, sasa zinaamka. Vile Yesu alikufa, mimi nilikufa, Yesu akikufa. Mwili ya Yesu alipofufuka alifufuka nini? Kiroho. That is the meaning of baptism. Vitu za kimwili zimekufa, sasa unaanza concentrate kwa vitu za kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Amen. And that is what life is all about. Wokovu ni hiyo. Unayetenda dhambi ni ule ameshindwa kuua mwili yake. Bwana asifiwe. Na kuwa mwili, dhambi sio tu dhambi hiyo peke yake.
Kuna dhambi ile imeandikwa kwa Biblia. Nani anaikumbuka? Tena hiyo nilifundisha. Na hii dhambi tunapenda kuongea kidini. Kidini tunapenda kuongea, sherati, kunywa pombe, lakini kuna dhambi ile imewekwa kwa Biblia. Ni gani? Ana nakumbuka, tena nilifundisha. Na comment tu hapa na papa. Hiyo ni comment na papa. Romans 14 23. Romans 14:23. Eric nisomee. Mama ndio wale kwa tunaambia kwa beti. Wanamshikia masimu lakini kwa beti. Umeshinda pesa ngapi sasa? Uleteko fungu la 10 hapa haraka. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Tumesikia? Dhambi ya Biblia unapofanya vitu bila imani. So hata ukifanya kitu kizuri lakini hujatumia imani umetenda dhambi. Nirudie, hata ufanye kitu kizuri na kuifanya kwa imani, hiyo ni nini? Ni dhambi. Na Kristo wafundishwa kizi. Na imani ni nini? Nilifundisha hiyo kwa kesho. Jini ilikuwa Amen. Bwana asifiwe. Imani, ukiwa na imani unatarajia kitu chenye ambacho. Amen. Imani ni kuweka matarajio kwa kitu ile imeandikwa kwa neno la Mungu. Hiyo ni imani. Mkristo sio kuwa na tarajio, tumaini kwa maisha yake, sio Mkristo. Sababu utakuwa na imani, hauna haja ya Mungu. Imani ile imeandikwa kwa Biblia ni kuweka tumaini lako, unaiconnect kwa nani? Kwa Mungu, na unaachieve. Ninataka kununua gari, ninaenda kwa neno la Mungu. Natafuta mahali mambo ya kununua gari iko. Amen? Nikishaipata, ninaweka tumaini vile imeandikwa, ndio vile itafanyika kwa maisha yangu. Na ninaisukuma, hiyo kusukuma tunaita nini? Maombi. Maombi sio kusimama tu hapa na kuambia Mungu, Mungu sina kazi nisaidie, Mungu sina mke nisaidie, Mungu sina Maombi ni ile neno la Mungu aliandika. Umeweka tumaini lako kwa hilo neno. Na sasa unaanza kutumia maombi kusukuma ufikie ile tarajio Mungu alikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Tulipopanga juu ya kanisa, niliwapatia neno gani? Niliwapatia neno gani? Tena nashika nywele. Nilisema neno gani? Kwa kujenga kanisa. Nilikuwa na marudia all the time. Scholar. Nilisema neno gani? What did I use the scripture? Ephesians 3:20, which says that will you exceed abundantly above. Usikasahau Ephesians 3:20. Niliwaambia maono ya bishop wenu kama hamna wewe sijui unafanya nini hapa sasa. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Amen. He was able to do exceedingly abundantly above what we may ask or think, according to the power where in us. Okay? Na nikasema tutaomba kwa hilo jambo
hii kanisa itafaulu kutumia 320. Let me tell you this. When they built this structure you're seeing here, Muslims were guarding us. Have you heard of anything like that? Muslim guarding a building of a church. But Christians, they were guarding us. How many days? 3 days. Moses. Sulion. Silikuwa ajabu. Hao wote waliona ya ajabu. Exceedingly abundantly above what we may ask for. I mean, I never asked for this church to be guarded. I did ask. But God did it. God did it exceedingly abundantly above. Mungu alijua angekuja kuniambia ningesema hapana Mungu bwana hii haiwezekani. Na unajua mimi natoka kwa Muslim yetu. Naambia watu wale tunawajua. Cannot happen. So aka confuse mimi ni asiniambie nini itafanyika. Wale walikuwa hapa ndio walinipigia ushuru. Amen. Mambo ya kiroho lazima uwe mwili yako. Mwili yako tunaita kwa Biblia flesh. Kwa watu wa dunia tunaita nini? Intellectual. Masomo. Biblia inaita flesh. Biblia ina maneno mawili ya flesh. Moja ni moja inaita flesh, nyingine inaita world, dunia. Dunia, mtu anayesucceed kwa dunia mpaka kwe nini? Msomi. Pili, ukija shule kwa sababu unaishi wapi? If you want to succeed kwa dunia lazima usome. Mama uzee unasema sio ndio kitu unajiangalia unasema sikusoma sasa siwezi endelea hii dunia. Lakini kwa Mungu hiyo is not important. Because sisi hatuishi in the flesh, tunaishi in the spirit. Where in the spiritual world, advancement yetu haitegemei masomo. Amen? Amen. Ukienda kwa mchawi, mwambie nilikuwa nataka kuendelea kimaisha, anakuambia ulisoma mpaka class gani? Ndio uganga yake ifanye kazi. Ushasikia kwa mganga kwa yaani mimi sina kifo. Na unataka umanager. Sasa hii hapa inawezekana. Mganga anakuuliza hizo maswali. Ndio kuuliza tu unataka nini? Kwa sababu ya kiroho haina any intellectual, haina nguvu huko. Lakini wa Kristo, maji mganga anaweza kumtakile Mkristo. Utakuwa manager. Nimesoma klasi gani? Hiyo. Sijasoma kwa hiyo klasi. Siwezi fika kwa hiyo kiti. Hiyo ndio vile tunanijibu. Hamuna hope. Hamuna imani. Ndio hapi. Mungu hajawapatia limits lakini nyinyi mmejipatia, mmejisaidia, mmejipatia limits. Hapa siwezi kukaa. Lakini Mungu atakupatia limit. When you get saved, you become in a world unlimitless. Bwana asifiwe. Hebu twende Joshua 1:8. I understand. So break yangu, how many minutes are you giving me? It's 1 o'clock. Yo, 10 minutes. Anajifunanga sana kiendo mkubwa wangu so. Joshua 1:8. Ama tuanzie 6. Tuanzie 6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye waridhisha watu hawa nchi hii
niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila utakapo. Verse 3. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Amen. Mungu aliweka restriction gani? Aliwaambia hapa mtapita. Aliwaambia mahali popote mtaamua kukanyaga ni yenu. That is a Christian. Anywhere God tells me, I take over there. True Christians are supposed to be fear. Nikiingia kampuni, nikanyage hapo ndani ya roho. That company is mine. Nobody can sack me. According to the Bible. Lakini sisi wenyewe tunaweka limitations. Unajua mimi sijasoma. Wakinifuta ni sawa. Nimeingia hapa, hao watu wanipendi. Wakinifuta ni sawa. Nimeingia hapa, waganga wamejaa kwa hii kampuni, sitaendelea. There is no restrictions on a Christian. Sisi wenyewe tunajipangia hizo limitations. Siwezi fanya hizi na pesa ya kutosha. Wapi? Iliandikwa wapi? Unapenda hizi wimbo zenu za praise team. Imeandikwa wapi? Chezea Mungu, imeandikwa wapi? So mimi nawaambia imeandikwa wapi? Lazima uwe na pesa ndio uendelee. Imeandikwa wapi? Amen. Sisi wenyewe ndio tumejiwekea hiyo limitation. Imeandikwa wapi? Mpaka ufike Taita ndio upate Taita. Where I step, it is mine. I want Mtaita, it is mine. Bora nimekanyaga. Ukanyaga ni kusema I am sure it will happen. I am sure it will happen. Hiyo ndio kukanyaga. Whenever I say, ukisema umekanyaga na miguu yako yote, inamaanisha umehakikisha hiyo kitu lazima ifanyike. Tena mbona nakurudia wacha kuweka limitations. Mungu hajakuwekea limitations. Anything you give me as a certificate, it will succeed. Amen. No certificate limits me. Certificate cannot limit me. I don't succeed because of the world. I succeed because I am spiritual. And a spiritual person succeeds in anything he does. As long as they are in the faith, their hope is in the word of God. Amen? Amen. Success. Sisi tumejilimit. Ile naona kimwili ile ninaona. Kimwili ni limitations. Kiroho there is no limitations. Amen? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata nimalizie. I know you are repenting. Sasa niliwakanyagia kwa Kristo. Sasa na nikanyage kwa mahubiri. Ni sawa tu. Ningeendelea lakini kwa sababu ya papa. Philippians. Philippians 4:17.
mahitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amen. All your needs are met inside Christ. Amen. The question are you in Christ? Mimi ndo swali nataka kujiuliza. Are you in Christ? If I'm in Christ, then all my needs are met. And how do I become? How do I get into Christ? Amen. I receive Jesus as mine. You are in Christ. How many of us are not in Christ right now? Let's go on the side. How many have not received Jesus? The personal Savior. As long as you have received Jesus as your personal Savior, all your needs shall be met. Amen. Bwana asifiwe. Psalms 23:1 says what? Bwana ni mchungaji wangu, sitafanya nini? Kama Yesu umempokea Yesu, basi Bwana ni mchungaji wako, na hakuna kitu utapungukiwa kiroho. So ukipungukiwa, enda kwa Biblia, tafuta vile utapata tena, na ushike pale na uombe. What I hope for, I push in prayer until it happens. Because I'm sure nimekanyaga miguu yangu miwili wapi hapo na itatendeka. Patia Yesu shangwe na vigelegele. Patia shangwe nzuri. Uwe kwa sababu unastahili. Kwa sababu yeye anaweza yote. Yeye alikufa ili atutendee. Alikufa ili tuweze kupata chochote tunahitaji. Alikufa ili majukumu zetu zinasimama ni yetu. Alikufa ili we never fail. A Christian never fails. In Jesus' name, you shall never fail. In Jesus' name, you shall never lack. In Jesus' name, because you are saved, you have Jesus as your personal Savior. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Exalt Him as mighty. Magnify Him as great. Oh, hallelujah. I just want you to picture what you really need. Today, I want you to picture what you really need. Ishirini hapana. Just one thing. Ukiambiwa tu kitu kimoja, ni kitu gani kimoja you are hoping for now? One thing that you are hoping for now. Bwana asifiwe. Have you thought of that one thing? Yes. Have you thought of that one thing? Yes. I want you to say, I receive it in Jesus' name. 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 May all that you hope for come to pass in the name of Jesus. Amen. Let us stretch our hands towards our preacher today and just ask God for a renewal. Mungu akaongeze kikombe chake tena, akajaze kikombe chake tena. Kimepunguka lakini Mungu akamuongezea. Na kwamba ametuambia kwamba yeye pia ni mwanadamu. Mambo ambayo tunapitia yeye pia anapitia. Na kwamba Bwana pia naye akapata kujibu maombi yake. Jinsi vile ametuombea na akatuunganisha na Mungu na akasema ya kwamba yote ambayo tumeombea, yote ambayo tumehitaji, Mungu akapata kujaza mahitaji yetu. Nasi pia tunamuombea na kwamba Bwana akapata kujaza mahitaji yake. Bwana akapata kukutana na yeye katika maombi yake. Bwana akapata kumuinua katika hali zote za maisha katika jina la Yesu Kristo. Our Father, our God and our Savior, we worship you, we adore you, we reverence you today, O God. We thank you for your Son that you have used this afternoon, Jehovah, to bless our hearts, O God, to lift up our hearts, O Jehovah God. Father, because He has blessed us, my Father, He has performed the duty and the responsibility you have given unto Him. Father, we pray, oh Lord, that this that He has blessed us with, my Father, will accompany His own life in the mighty name of Jesus. May you meet Him at His very point of need, oh Jehovah. May you lift up His life, Father. Every blessing that comes with your children, oh God, Father, we pray that it shall be His portion in the mighty name of Jesus Christ. I pray, Father, that there shall be fresh anointing upon Him. Father, elevate Him even in the Spirit, in the mighty name of Jesus. Thank you for your children that are gathered in this sanctuary today, oh Lord, because
because they came, oh my Father, lift up their faith again, Jehovah. Give them a new beginning, oh Lord, in the journey of faith, in the name of Jesus. Things that have come their way, limitations and doubts, oh God. Father, tonight we pray that you shall build a wall, oh God, around them. And Father, you shall lock out every doubt. You shall lock out every limitation and boundaries in the name of Jesus Christ. For whatever, oh King of glory, they desire, you are the God that has supplies according to your riches in heaven. May you supply unto these ones in the name of Jesus. And every blessing that goes with the children that go to your sanctuary, my Father, King of glory, we pray that you bless them in Jesus' mighty name. For you have said the glory of the latter house, it shall be much more than the former. Then the glory that they live with in this house, oh God, be much more than the glory that they came in with, in the name of Jesus Christ. We give you glory and we give you praise. In Jesus' mighty and excellent names we have prayed. In Jesus' name we have prayed. Hallelujah. Amen. We want to go very fast. Now, we have our dedication today.